Nataka tusome neno la Bwana in 2 Timothy chapter 3 verse 1 up to verse 5. Lengo langu ni ile aya ya 5, maana nataka kuleta ujumbe seasons of power. Vipindi vya nguvu, seasons of power. Maandiko inasema hivi, but mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with them. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubarikiwa ni yule anasoma Agano la Kale na anasoma Agano Jipya. So Psalms 105. Psalms 105. Baada kusoma verses 4. Look to the Lord and his strength. Seek his face always. Remember the wonders he has done, his miracles and judgment, the judgment he pronounced. Nitaka hiyo aya ya 4. Wapendwa, tunaishi katika siku za mwisho, na ishara moja ya siku za mwisho ni kwamba watu watakuwa na hali ya utauwa, lakini wanakana nguvu zake Mwenyezi Mungu. Na maandiko inasema tusiwe na kitu cha kufanya na watu kama hao. We have nothing to do with them, because they have a form of godliness. Wakionekana ni watu wa Mungu, lakini kwa kweli wamekana nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu hazifanyi kazi katika maisha yao. Kwa hivyo katika siku za mwisho, the ideal situation ni watu wawe na godliness na wa display the power of God. Watu wawe na hali ya utauwa, maana kweli wamejitoa kwa Mungu, na hiyo jambo itafanya watembee na nguvu zake Mwenyezi Mungu. Si mapenzi ya Mungu kanisa liendelee kuwa dhaifu, na liendelee kuwa na unyonge, na liendelee kuwa dhaifu na yenye unyonge katika siku za mwisho. Maana tunajua siku za mwisho, maandiko inasema zitakuwa siku mbaya, ni za uovu. Maana ibilisi amegundua hana muda mwingi, anajua muda alio nao ni mchache. Kwa hivyo atajaribu kufanya vyovyote anavyoweza ili kudanganya wengi, ikiwezekana wateule. Ataleta mambo mengi ya kufyonza nguvu za watu wa Mungu, akilenga watu wa Mungu wawe wadhaifu, wawe wanyonge, wawe hana nguvu ya kupigana na yeye. Lakini katika mapenzi na makusudi ya Mungu, Mungu amesema katika siku za mwisho nitamwaga roho wangu. Na kwa nini Bwana anamwaga roho wake? Ni ili kanisa liwe na nguvu, watakatifu wawe na nguvu, watu wapokee nguvu zake Mwenyezi Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu, watembee katika upako, watembee katika neema. Hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu iwawezeshe kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu, na vile vile kusimamia wokovu, na ili vile vile kutetea utakatifu na kusimamia ukweli na kupingana na uovu kwa nguvu za Mungu. Mwambie jirani, you need God's power. Yeah, we need God's power. Isionekane hali ya utauwa tu, hapana. Nguvu za Mungu zionekane zikifanya kazi katika maisha yako. Ili ufaulu katika biashara, you need God's power. Ili ufaulu katika maisha yako ya wokovu, unahitaji nguvu za Bwana. Ili ufaulu kwenye shughuli zako zote zile unafanya, maana tunapingwa na shetani, tunapingwa na ibilisi,
tunakutana na vipindi vingumu, kile kitakusustain wakati wa vita, it is the power of God. Wapendwa, ni kweli shetani yupo, mapepo yupo, agenti wa mashetani wapo, lakini si hao tu wapo. Yesu yupo, Roho Mtakatifu yupo, karama zipo, uwepo wa Mungu upo, Mungu anayejibu maombi yupo. Haleluya. Kwa hivyo tusiseme tu ni shetani yupo. Si hata Yesu alituambia John 10:10 ya kwamba adui ambao ni shetani huja ili aibe, aharibu na aue. Sentence haijaishia hapo, lakini kuna mwingine anaitwa Yesu aliyekuja ili tupate uzima na tupate teretere. Shetani anaoperate na nguvu za giza, anaoperate na nguvu za mapepo, anaoperate na spirit of divination, anaoperate ili alete oppression, alete bondage, alete captivity, ili watu wakae katika kifungo. Naye Yesu alikuja, haleluya, akiwa ametumwa na Baba, na nguvu za Roho Mtakatifu zipo, upako upo, neema ipo, karama za Roho zipo, malaika watakatifu wapo, ili watu wa Mungu wapate nguvu kuishi katika wokovu siku za mwisho, kufanya huduma, hata kusimama kwenye ndoa yako na biashara yako na ulezi wa watoto wako na shughuli za maisha yako in general. It is a power encounter between the power of God and the power of the devil. Mwambie jirani yako mambo si rahisi. Wokovu is a power encounter between the kingdom of God and the kingdom of the devil. Hata kushida kwetu is a power encounter. Na kwa hivyo ndio tunaita seasons of power. Wakati moja nimeenda kuhubiri kule Kwale County. Wale wanajua eneo hilo, ukipita Kinango uingie sasa ukielekea pande gani sio kama ni, maana si south kabisa, lakini inakaa ni kama ni south east ama kitu kama hicho. Ukienda hapo utakuta mahali kunaitwa Mazuu Marume. Na nikasikia hiyo jina ni unique, maana Mazuu ni madizi, Marume ni kusema ya kiume. Nikashindwa what a funny name. Temadizi ya kiume inaweza kuwa imetoka wapi? Nikajaribu kuuliza wenyeji, wakasema jina hiyo limetokana na mashindano ya waganga. Kulikuwa na waganga, eneo hilo lilikuwa na uganga mwingi sana. Kwa hivyo wanataka kuprove katika hao waganga nani ana nguvu kuliko mwingine. Si waganga wanashindana na watu wa Mungu, hapana. Ni waganga wanashindana kudhihirisha nani ana nguvu nyingi. Na sasa walikuwa wanashindana, hata wakapeana context. Hii madizi ya kiume yule atafanya izae. Yaani mazuni ya kiume si ya kike, madizi ni ya kiume si ya kike. Lakini ailazimishe kwa kitumia nguvu za kiganga ipate kuzaa. Hili nishangaza. Uzuri ni kwamba tuna kanisa limejengwa la mawe hapo Mazuu Marume, la Worldwide Gospel Church of Kenya. Kanisa kubwa tu. Na nilipata nafasi ya kuhubiri hapo. On the church was not there. Kanisa imejengwa baadaye, lakini nilipokuwa hapo kulikuwa na kiwanja ya about 3 to 4 acres. Tulikuwa tumepewa hapo na walikuwa wanaabudia chini ya mti. Hata wakati huo tunaabudu hapa na chakula inapikwa hapo chini ya mti ili tukimaliza kuhubiri tukule. Na tukawa tunakemea hiyo nguvu ya mashindano ya, na nikaacha tunabadilisha jina isiyo inaitwa mashindano ya waganga, iwe na jina lingine, lakini bado haijabadilishwa. Lakini najua atakuja kubadilisha, maana we declared ya kwamba hiyo nguvu ya uganga haipo. Amen. Wakorintho wa kwanza mlango wa 4 aya 20 nasema, ufalme wa Mungu ni nguvu, sio maneno matupu. The kingdom of God is about power, not mere talk. Kama tunawakilisha ufalme wa Mungu, tunastahili tutembee na nguvu, tutembee na uwezo, tutembee na nguvu za kifalme. Na ni vema kanisa ijue
ya kuongea tu. The power of God must be displayed through the church, which is the power of the kingdom of God. Bwana asifiwe sana. Tunaishi katika nyakati mbaya za ulimwengu, wakati watu wamefinyiliwa sana na shetani. They are being terrorized by the devil. Watu wanasafa, hata watu wa Mungu wana shida ya sickness, wana shida ya disease, wana shida ya bondage, wana shida ya oppression, wana shida ya vifungo mbalimbali vilivyotokana na ibilisi. Na inafaa kama tunawakilisha ufalme wa Mungu, basi zile ishara zinaonyesha ufalme wa giza izipate kugandamiza watu wa Mungu katika jina la Yesu. Maandiko inasema in the book of Romans, I'm not ashamed of the gospel. Why? It is the power of God and salvation. Sitaionea haya injili ya Bwana, maana ndio nguvu ya Mungu inaoleta wokovu. Na maandiko haya inalionyesha salvation is a package. Mwambie jirani, salvation is a package. Salvation si kitu moja tu kusamehewa dhambi inaishia hapo, hapana. Kuna hiyo msamaha wa dhambi, kuna utakaso, na si hivyo tu, hata deliverance ni part of the package of salvation. Healing ni package inayoandamana na salvation. Blessings ni part ya package inayoandamana na wokovu. Kwa hivyo package salvation inakuja ikiwa ka package kana mambo mengi. Hata kupata afya ni part of the redemption ambao Yesu alikuja kuleta. Yesu hakuja watu wasamehewe dhambi tu. Redemption, salvation involves freedom. Watu wawekwe huru. Kama kuna nira, kana kuna minyololo inayofunga watu wengine. Na tunajua all of us tunatoka kwenye mazingira ya ungodly altars. Ni kwa nini? Wazazi wetu hawakuwa wameokoka. Kwa hivyo kama utatembelewa, ukiomba sasa hata utembelewe, unaweza kuta hizi zile zinakutembelea ni ungodly altars. Ungodly altars. Maana ndizo mazingira yale tulitoka. Na wakati mwingi utakuta those ungodly altars zina mipaka zinaweka. Unaweza kuta imesema katika hiyo, maybe there is delay in marriage. Watu wanachelewa sana katika kuoa walio wa familia hiyo. Na mtu anaweza jikuta ameokoka na because belongs to that family, ako kwenye kifungo hicho mpaka atakapojua kuna vifungo na package ya salvation inasema sistahili kuwa kwenye kifungo, sistahili kuzuiliwa. Zingine zinasema wanachelewa kupata watoto. Unakuta mtu aliolewa tu vizuri, lakini kupata watoto ni ngumu. Maana kuna powers zinazoongea, altars za darkness zinaongea. Zingine zinasema huko watu wanapata mali kiwango fulani. Yaani zingine ni za umaskini na ufukara na zinazuia watu hapo. Ili uvuke hapo kiwango hicho, lazima ujue salvation ni a package na inaandamana na financial prosperity. Inaandamana na prosperity ya njia mbalimbali. Kwa hivyo useme kwamba ingawaje kuna laini zimechorwa na forces of darkness na ungodly altars, sisi tutacross. Zingine ni za kifo tu. Watu wanakufa na wanakufa wengine wakatika ujana. Unaweza enda kwa boma ushagae, kaburi. Zingine ni za wazazi, zingine ni za ndugu fulani, zingine ni ya mtoto mwingine karibu wa mwisho. Unakuta vivyo vimejaa. Ni vizuri kuangalia na useme no, salvation ni package. Na haiko na hii mambo ya kukufa. Kama wanakufa kilaana na kataa kwa jina la Yesu, ifike mwisho. Kuna minyororo ya aina mbalimbali kwenye familia tulizotoka. Sasa kama hatutaendelea kuwa hatupendi kuendelea kugandamishwa, lazima tujue mimi ni mtoto wa Mungu na nimeokoka. Na the salvation package nilionayo inasema hii inasubua wengine isinisubue. Kwanza uwe huru, harau baadaye wewe ukipata uhuru wako useme hata my brothers will be free. Even my sisters will be free. Yeyote ameitanishwa na mimi, hata yeye atafurahia uhuru katika jina la Yesu.
Maana nani ajuaye umekuja kwa ufalme kwa ajili ya wakati kama huu. Maneno iliyoambiwa Mordekai, iliyoambiwa Esther na Mordekai, it is true for you, it is true for me, it is true even for the days of Esther. Maana Esther aliulizwa. Maana Mordekai anamwambia, tumepangiwa kuuawa Wayahudi wote. Tumepangiwa kuuawa. Na sasa Esther, wewe uko kwenye ikulu. Know what to do. Esther ni kutumana ujumbe akiwa queen. Eda uambie Mordekai, I have nothing to do. Nilikuwa kwa mfalme na siwezi rudi kwake tena mpaka siku 30 isiishe. Imagine. I have nothing to do. Mwambie Mordekai, siwezi fanya chochote. Nilitoka kwa mfalme juzi. Zirudi hapo mpaka siku 30. La sivyo maisha yangu itakuwa hatarini. Mordekai na yeye ni anko wa Esther. Anamtuma tena. Anamwambia Eda umwambie, usifikirie wewe ndiye utapona peke yako. Ukinyamaza wakati huu Wayahudi wana shida. Ukinyamaza wakati huu kifo kinatungongolea macho kila moja wetu. Ujue wokovu utapatikana mahali pengine. Lakini ole wako wewe na watu wa nyumba yako. Napenda nikuambie in relation to your family. Nataka nikuambie in relation to ukombozi wa familia yenu, watu wenu na wote wamekukaribia. If you keep silent in a time like this, salvation itakuja in another way. But woe is unto you. Mimi sitaki iwe ole wangu. Nataka kusimama hapo na kutangaza fadhili za Bwana. Nataka nitangaze ukombozi na uhuru. Napenda Psalms 103. Psalms 103 kuna mambo inaongea hapo ya kwamba Bwana tuhesabu baraka zetu. Na hizi naona ni baraka nzuri. Na tunaweza hesabu ni baraka za wokovu. Ya kwamba yeye ndiye ametusamehe dhambi zetu zote. Ametuponya magonjwa yetu yote. Na kitu gani kingine kinafuata hapo? Psalms 103. Mtukuze Bwana nafsi yangu na vyote vilivyo ndani yangu lisifu jina lake. Mtukuze Bwana nafsi yangu na usisahau fadhili zake. Yeye anayekusamehe dhambi zako, anayekuponya magonjwa, anayekomboa uhai wako na kaburi, anayekuvika taji ya wema na fadhili, anayetoshelesha mahitaji yako, moyo wako na vitu vyote vizuri, mpaka ujana wako unafanywa upya kama vile tai. Kuna baraka zimetajwa hapo nyingi sana. Hizo baraka jua ni zako katika jina la Yesu. Anakufika wema na fadhili. Anatoshelesha maisha yako na mambo mema. Na anafanya upya ujana wako kama vile tai. Tai anafanya ujana namna gani? Wanasema kwamba tai akijizikia hana ile nguvu ya ujana. Maana tai ni ndege anayepaa juu sana na haedi akipiga mabawa hivi. Hapigagi mabawa. Kama ukiona ndege anapiga mabawa hivi ujue si tai, hiyo ni ndege nyingine. Yeye ana power ya mabawa. Anapaa juu bila kushinda akifanya hivi. Anapaa straight hivi kama ndege ile aeroplane. Hasidagi akifanya mabawa yake hivi. Yeye anastahili kuja kuchukua. Na anachukua mpaka wakati mwingine anachukua jogoo mzima. Hachukui vivaraga, anachukua jogoo mzima, kuku mzima, anachukua buzi ama mtoto wa buzi na anapaa naye juu. Hata mkicheza anaweza chukua mtoto wa mtu. Tai hana mchezo. Akigundua amekuwa leze, hawezi kuchukua vitu hivi. Sasa vile anafanya, anajua uzee karibu ukamatane, na anachukia uzee sana. Hata wewe chukia uzee. Maana uzee unaleta laziness. Kataa kuwa mzee, kaa kuwa kijana ili usiwe na laziness. Hallelujah. Na hata wewe una miaka nyingi, kataa uzee. Kataa uzee. Maana uzee unaleta laziness. Hata mtu akitaka kuruka mahali kama hapa anaogopa, pale anaogopa. Hiyo ni laziness. Kataa. Mama mwagitu katae. Sisi ni vijana wa Yesu. Amen. Hata nilifuria mama naitwa Mama Bogua, na unamjua, ni rafiki yako. Alisema sasa zamani alihubiri akipanda miti, na sasa ana miaka 50 tangu alipoolewa.
Na alituambia sasa yeye ameanza kurudia style yake ya kupanda miti anapohubiri. Sasa ukisikia na miaka 50 tangu aolewe. Si ya kuzaliwa, ya kuolewa. Na of course hakuolewa akiwa na chini ya miaka 20. Ilikuwa imepita hapo. Si unaona si kasichana kadogo. Lakini kana nasema nimerudia style yangu ile ya kupanda mti nikihubiri. Na pada mahali palipo juu nitagaze. Si hata si tupande. Nataka kutaja mambo kama matatu hivi. Na najua tutabarikiwa sana na Bwana. Ninapenda fasi fulani hapa nilipenda kuisoma. Psalms 110 verse 1 to 3. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. The Lord will extend your mighty scepter from Zion. You will rule in the midst of your enemies. Your troops will be willing on your day of battle, arrayed in holy majesty. From the womb of the dawn, you will receive the dew of your youth. Hallelujah. Maandiko hayo ni mazuri na ni vizuri kuichukua kama decree. Yakoba, the Lord is making our enemies to be our footstool. Mahali petu pa kukanyanga. Where is the enemy? Hayuko kwa kichwa, hayuko juu yetu atu oppress, hayuko juu yetu agandamishe ndoa zetu, hayuko juu yetu agandamishe mambo inahusiana nasi, hayuko juu yetu agandamishe biashara zetu. Sasa ni vizuri kujua adui wako ako wapi. Ako wapi? Chini ya miguu, chini ya mamlaka yako, chini ya utawala wako. Adui wako hayuko juu ya jamii zenu ili wakae katika oppression. Adui wako amewekwa chini ya utawala wako. Na Bwana amesema Yakoba, Bwana ataachilia utawala wako kutoka Zayuni, na wewe utatawala juu ya maadui zako. Na uzuri ni kwamba jeshi lako litakuwa tayari kufanya vita siku ya vita ikifika, na wamevikwa na utukufu. Na tangu kukubabasuka kwa asubuhi, hallelujah, utapokea umande wa ujana wako. Your energy will be renewed. Your power will be renewed. Inaposema in the womb of the dawn, ni wakati tu giza inaondoka kunapobazuka. Every day kunapobazuka, the Lord is saying, nguvu mpya, nguvu mpya, nguvu mpya. Ujana wako utafanywa upya. Na for that reason, kama basi steps to receive power. Jambo la kwanza, acknowledge the need for God's power in your life. Acknowledge the need for God's power in your life. Nimekuja kugundua wakati kama huu tunaingia kwenye campaign. Wale watu hawajaokoka na wao ni politicians. Wale watu hawajaokoka ni wafanyabiashara. Wale watu hawajaokoka labda ni malaya, the prostitutes. Wanajua wanahitaji nguvu. That's why wanakibia kwa wachawi na kwa waganga ili wakagangwe. Politicians wanajua. Kati mwingine watu walishangaa mwingine, zamani zile zimepita. Kuna zamani zile zimepita. Aliyeonekana akivuka mto usiku ikiwa kumenyesha sana. Anavuka mto. Nimewahi vuka mto hiyo. Maana ni huku eneo la Thangadhini. Mto hiyo ikipata maji inafurika sana. Barabara iko katikati ya mto. Sasa alifika hapo, dereva aliyekuwa anambeba akaona ile maji inaenda. Akamwambia mkubwa, tafadhali hii hatuwezi vuka. Hii maji imevurika. Na walikuwa watu 3 kwa gari. Dereva aliyekuwa anagombea kiti fulani, sitaki kusema ni gani, maana nikisema Thangadhini basi inaanza kushikwa na kiwewe. Ni kiti fulani hizi tu kubwa za nchi. Na mtu wa 3 hakujulikana jina lake, lakini alikuwa amebeba sana zake za kazi. Na kule nyumbani kulikuwa na ng'ombe zilistahili kutengenezwa usiku, si kuchinjwa,
kutengenezwa zikiwa kwa boma, sifanyiwe vituko na visaga ili watu wakienda the following day wakule nyama. Nao watu waseme ati huyo aishi milele. Huyo ndiye mwenye nini. Sasa lazima ingefanywa. Dereva alipoenda akasita aliambiwa na yule nani, toka. Simama kando, wewe hujui hii mambo. Yeye mwenyewe akakaa. Na akapiga gari yake igie kwa maji. Huyo dereva anasema alishangaa. Aliona mataa imebadilika inaangalia mbinguni. Mataa hiyo gari. Baada ya muda ikaanza kufigirishwa. Kitabu apiga mayowe na msaada upatikane. Watu wawili walikuwa wamekufa. Huyu mtu na mganga wake. Niendelee nisiendelee? Walikufa hao watu. Na watu walipoenda kujua ni nini, walipenda kusema hakuna maneno mengi, lakini kajulikana zile ng'ombe zilikuwa sifanywe vituko. Ukienda kukula unakuwa wewe ni mtumwa wa huyu wa siku zote. Watu wanafanyanga vituko. Na tumekaribia kipindi cha siasa. Siasa kuna mganga anatoka Tanzania na kuja na nyoka. Na tulikemea sana wakati ule mwingine. Tunaomba this time asije. Lakini sasa wanasiasa ni nani? Kama hajaamini watamwendea. Ili waje wazungukwe na hiyo nyoka. Ili wakiwini wanasema ni hiyo. Hata ma prostitutes wanaenda kwa waganga, anagangwa. Ili akija asimame hivi. Mtu akiwa anapita angali yake anamuona anasema hapana, siwezi pita hapa. Nina pesa za huyu hiyo tukataa. Usipokuwa na nguvu za Mungu hata wewe utasimama kwamba ati una pesa ya huyo mtu. Sababu amegangwa. Si mtu tu, wewe unaweza ona ni mtu tu hivi ati hasikii baridi anavalia nguo sparingly na kuna baridi na hajali. Si hiyo tu unaona amegangwa. Ukitaka usisimame na wewe upate nguvu za Mungu. Na wanafanya biashara. Wamejua kufanya biashara ni gumu. Ili kuvuta wateja waruke duka zingine wakuje, kwa hiyo nao kuna kugangwa. Sisi hatuwezi fanya mambo hiyo. Sisi tunataka kupokea nguvu zake Mwenyezi Mungu. So ili wewe ufaulu na mimi ni faulu, we cannot be weak in our spiritual life. We cannot be weak in our business. We cannot be weak in our marriages. We cannot be weak in our career. Lazima tupokee nguvu zake Mwenyezi Mungu. Acknowledge the need for power. Paulo anasema katika Wafilipi 3:12, si kwamba nimefika tayari. I'm pressing on. Kuna mahali hataka kufika, lakini kuna stumbling blocks zinamhida kufika. Hapo anasema I'm pressing on. Ukisikia mtu ana pressing on, he is overcoming hindrances, he is overcoming barriers, he is overcoming challenges. Ili afikie goal lake, his heavenly calling. I'm ready to overcome every barrier. I'm ready to jump every hurdle. Ili nifikie. There are hurdles zimewekwa mbele zako, but I tell you in the name of Jesus, you are going to overcome every barrier. You are going to jump every hurdle. You are going to overcome every stumbling block in the mighty name of Jesus Christ. You are overcoming by the power of God. Amen. Psalms 105 mahali tulisoma, tafuta Mungu na utafute nguvu zake kila siku. Tafuta Mungu na utafute nguvu zake. Tafuta, seek God, seek the Lord and seek his strength. Zingine zinasema seek his power. Early, every day. Seek God and seek his power. Sasa ikiwa hivyo hatuambii mtu ukupagiwa programu ya maombi, jipangie. Ama namna gani? Jipangie program. Hii tunaweka ya siku moja kwa wiki, haiwezi saidia mtu. Tega muda wako wa kuomba. Kuna mtu aliitwa John Wesley. Hage ordain anybody kuwa mchungaji ama mzee wa kanisa ama semansi ama leader mwingine ambaye hagefaulu kuvuga at least 2 days in a week. Siku ngapi? Siku zikiwa 7, unapanga kwenye wiki siku 2 siri. Na hiyo hakuna mtu atakupagia, you plan for yourself. Sababu ya hitaji la power. I like Ephesians chapter 3 verse 20. Inayosema a believer is a carrier of God's power. A believer is a carrier of God's
Maana inasema God is able to do abundantly above that which we ask or desire because of his power that is at work in us. There is the power of God that is at work in you. So you are a carrier of God's power. Mwambie mtu, you are a carrier of God's power. Sasa challenge iko hapa. The extent of God's power in your life depends on the level you allow it in your life. The extent of God's power in your life is dependent on the level you allow it in your life. So kuna watu wana more of God's power, kuna wengine wana God's power viwango vya chini sababu hawajalao. I want to challenge us. Allow God's power to flow through you, to work through you. Iwe ni kutafuta ujazo wa Roho Mtakatifu, kutafuta nguvu kupitia maombi na kumnyenyekea mbele za Bwana, ili isiwe tu ni Ukristo wa kawaida. Hapana. Be a carrier of power, na power hiyo iwe power nyingi. Acts chapter 3 verse 1. Petro na Yohana wanaenda kanisani. Wanaenda kufanya nini? Kusali. Hawajaomba, ni kwenda wanaenda kuo. Halafu wanakuwa confronted by a beggar. Akiwaambia nipeni. Waliangaliana wakasema silver and gold we don't. Lakini hatuko peke yetu. We have something. Wakati mwingine tunafikiria maana hatuna pesa tumwache kiwete. Walisema dhahabu na fedha ndio hatuna, lakini hatuko peke yetu, tuna kitu. We have the power of God in us. Therefore look at us. Maana kila tuko nacho ndio tunapeana. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and hallelujah. Ilikuwa raha. Yule mtu baadaye akapona na hakuomba tena, alienda kufanya biashara zake. Tukiwa na God's power, tutasababisha transformation in the lives of other people in the name of Jesus Christ. Jesus was a carrier of God's power. That's why he healed a woman with the issue of blood. Ambaye Yesu hakuhitaji kumuguza. Huyu aliguza vazi la Yesu. Inaonekana tunapopakwa, upako unaweza teremka hata kwa nguo zetu. Upako unaweza teremka hata kwa kivuli. Upako unaweza teremka hata kwa maneno yetu. Upako unaweza teremka everywhere. Acts chapter 5 verse 15. Upako unaonekana ulikuwa kwenye kivuli. Mama imani yake ilimwambia nikiguza vazi lake sitaki mimi. Yeye najua anaguzaga watu. Yeye najua ananena. Leo sitaki yeye aniguze, imani inasema mimi nimuguze. Na alipomguza akasikia amepona. Yesu akasema kuna nguvu imetoka kwangu. Mama hagejificha akasema ni mimi nimekuguza. Wengine waliwekwa Acts chapter 5 verse 15 kwenye kivuli cha Peter. Na huyu Peter mnamjua vile alikuwa na shida nyingi. Si mnaelewa Peter? Hata wakati mwingine anaambiwa na Yesu, go behind me Satan. Hii kiberebere yako. Go behind me Satan. Hii si mawazo ya Mungu uko nayo, ni ya devil. Hii ya kusema nisiende msalabani nisiuawe, basi hiyo sitaleta wokovu. Kwa hivyo hii ni uberebere uko nayo, rudi nyuma yangu shetani. Was those very kind words? Hapana. Ilionekana alikuwa na operate na flesh and blood and human emotions. Lakini baadaye alijazwa roho. Alipojazwa roho alikuwa anasema, na mnakumbuka alikuwa amebebeshwa na kasichana. Wewe ni Mgalilaya, mnakaa mlikuwa na yeye. Anasema I don't know what you are talking about. Yeye anaendelea tu kuota moto akimwambia mimi sijui naongea juu ya nini. Na huyu msichana ni kama alikuwa ametumwa kabisa na shetani. Anarudi anasema mlikuwa na yeye. Mlikuwa na yeye. Tena anasema nini simjui. Anampea lisaa. Alafu anakuja mwana tena anasema we are sure mlikuwa na yeye. Hapo ndio Petro alisema mara ya tatu, hapana mimi sijui, nasema nina simjui Yesu. Na ndio jibu iliwika. Jogoo ilipowika, Yesu akamwangalia Petro, akamuuliza what about that? Manikana 1 2 3. Hapo ndio tunaona Petro akitoka nje na akaenda na hapo akalia sana. Luka 22 aya ya 60. Luke 22 verse 60. Akatoka hapo nje. Kwa nini alilia namna hii? Maana hakupenda kumkana Yesu. Because the spirit is willing to stand for God,
but the flesh is. Yani roho ana hiari, anasikia nitasimamia Mungu, siwezi kumkana Yesu. Lakini inapofika saa ile ya vita, the day of battle, anakuwa weak. Thou shall not be weak on the day of battle in the name of Jesus. Na kuna siku ya vita inayoelekea ndoa yako. Kuna siku za vita inaelekea maisha yako ya wokovu. Kuna siku ya vita inaelekea your family, ile nucleus. Kuna wakati siku ya vita inaelekea the family, the big family. Kuna siku ya vita inaelekea your church. Kuna siku ya vita inaelekea your business. Kuna siku ya vita inaelekea maeneo. In that day of the battle, thou shall not be weak in the day of battle. You be strong. Yesu hata nguvu ilitoka kwa vazi lake. Petro ilitoka kwa kivuli. Wengine ilitoka mahali mbalimbali. Jambo la pili. Ya kwanza ni acknowledge the need for power. Jambo la pili, develop desire for power. Develop desire for. Ni vizuri kutamani. Go to God consciously and look for power. Eda kwa Mungu. John chapter 7 verse 37. Whoever is thirsty, let him come to me and drink. Hawa ni watu wanaenda consciously kwa Mungu, wakisema nimekuja so that I may receive power. That I may receive power. That I may receive power. Maandiko inasema kwamba macho ya Bwana inatembea huku na huku, akitafuta mtu mkamilifu ili adhihirishe nguvu zake. Macho ya Bwana inatembea huku. So God is looking for someone so that he may manifest his power. May that person be you in the name of Jesus Christ. Yani Mungu anatafuta mtu, anatafuta. Macho yake inaangalia ili atafute mtu. Akiona mtu ata manifest his power, ata manifest his glory, ata manifest his majesty. Amos 8 verse 8. Tunastahili Mungu ainue kizazi cha watu wenye njaa kwa ajili ya Mungu. Amos chapter 8 verse 8. May God raise a people who have a hunger for God. Kama vile imeandikwa Psalms 42 verse 1. As a deer panteth for the streams of water, so my soul yearns for the Lord, for the living God. When will I come and stand before you? Develop desire. Psalms 66 verse 3. Say to God, how awesome are your deeds. How awesome are your deeds. How awesome. Jambo la tatu, be ready to receive. Be ready to receive this power. Be ready to receive this power. Cleanse the vessel. Ni vizuri kusafisha kile chombo. Safisha chombo ili kipokee nguvu. Cleanse the vessel. Have a right motive. Jeremiah chapter 17 verse 9. Moyo wa mwanadamu ni budaganyifu kuliko vitu vyote. Wacha moyo wako uwe safi na uwe uko tayari kupokea. Matendo ya Mitume 8 aya ya 18. Acts chapter 8 verse 18. Inatuonyesha vile Simeon yule alikuwa mganga aliyekuwa ameokoka baada ya mahubiri ya huyu Philip the Evangelist. Alipoona nguvu za Mungu, alitamani nguvu za Mungu, hata alikuwa tayari kulipa fedha. Na hapo ndio tunaona Petro akimwambia, your heart is not right with God. Unataka upokee nguvu, uendelee kuitumia kiganga. Kwa hivyo wewe na pesa zako ziishe. Lakini point ni hii. That man was so thirsty for power. He was willing to pay the price. Be willing to pay the. Tamani nguvu mpaka yuko tayari kulipa gharama. Desire. Ubaya wakati mwingine ya watu wa Mungu tunafanya kama 2 Kings chapter 5 verse 20 to 26. Inaleta mfano wa Gehazi. 2 Kings chapter 5 verse 20 to 26. Yakoba Gehazi alitamani material things from Naaman, na akapokea kweli pesa za Naamani na zikaandamana na ukoma. Na nilikuwa nina wish
kama angelitamani a double portion of Elisha, angepata asingepata? Angepata. Na akipata hiyo anapata mpaka na mali. Maana mali inaambatanaga na upako. Ama Elisha mnafikiria alikuwa mtu pua? Kuna siku pale beleni, si haikuwa policy ya Elisha kutopokea. Nafikiria Isaiah chapter 6. Hii ni chapter 5, 2 Kings chapter 5. Ukisoma chapter 6, kuna mtu alikuja na ngamia nyingi zikiwa loaded na vitu. Na Elisha mtumishi wa Mungu alikuwa tayari kupokea. Si policy ya kwamba watu wa Mungu wasipokee vipawa. Sunday coming ni kuhani day. Mwambie jirani Sunday coming ni kuhani day. Tarehe 5. Siku ile tunasimama na watumishi wetu. Na we shower them with gifts. Na it's one day in an year. Kwa mwaka ni siku moja. Ambao si policy yetu. Wajua wengi wenu mnakumbuka tu 2 Kings chapter 5. Mahali hapo Elisha alisema mwambie Naaman maana amepona arudi na dhahabu zake na fedha zake aende kabisa. Sasa mnasema hawa wachungaji wetu, why are they different? Bwana wao wanapokeaga. Haikuwa policy, mwambie jirani mhubiria tu pole hii asikie. Haikuwa policy ya Elisha kutopokea. Hii ya Naaman ilikuwa imefunganishwa na mambo fulani. Labda angesema nimenunua uponyaji. Nimenunua. Huyu akamwambia enda na mali yako. Si umepona? Si ulikuja kupona rudi nyumbani ukafurahia afya na ufurahie mali. Uwe unakula hiyo mali, usiseme ulinunua uponyaji. Lakini I think 2 Kings chapter 6 ama they are about, kulikuja mtu na magamia nyingi sana imebeba. Na Elisha mwenyewe alisimamia ikiwa unpacked. Na haikuwa unpacked ipelekwe mahali pengine, inawekwa store yake. Ili kuwe na wingi wa chakula. Yeye concentrate na mission ya kuombea watu wa Mungu na kufanya unabii, asiende kusolicate for funds kule apoteze muda wa kuhubiri. Niendelee nisiendelee? Kwa hivyo Sunday wachungaji watakuwa tayari kupokea vipawa vyenu, maana haikuwa policy ya Elisha kutopokea. Na mimi sijahubiri mambo ya hiyo, si hubiri mambo ya hiyo, ni principle fulani ninawafundisha neno la Bwana. Yakoba haikuwa policy ya kutopokea, lakini hii ya Naamani ilionekana ina mambo fulani. Lakini kile tunaona makosa ni kwamba kile Gehazi alitamani, hakutamani God's power, alitamani material things. Na kweli alipata, lakini zikaandamana na leprosy. Suppose he desired the power of God, what would have happened? He could have received God's power. Naomba tusimame ili tumalizie. Hallelujah. God's power. Si jamani tutafute muda. Mtu ajipage, hata wiki hii unaweza paga siku kadhaa. Nitatafuta nguvu, nitatafuta nguvu. Hii mambo ya udhaifu. Na hata mimi naambia Bwana, sitaki hii nguvu iwe ya seasons. Tu wakati huu nina nguvu, wakati huu sina. Nataka iwe continually. Kuna vijana tulikuwa nao hapa, walikuwa wameshikwa na shida ya kufuga siku nyingi. Kuna wakati wameenda fasting ya 90 days. Wakija wakikunywa uji hivi, wanaanza kutapika. Tukafikiria watakufa. Mama fulani akajitoa. Wakipika uji inapitishwa kwa kichungi. Wanakunywa siku kadhaa, mwili ukazoea, wakaanza kunywa. Baadaye niliwaita kuwakemea. Why do you fast for 90 days? Tunataka God's power. Haitafutwi namna hiyo. Ukitaka kusustain, maana auliza sasa maana mtapata nguvu. Mtafuga lini wakati mwingine? Tutakaa ili turudishe nguvu. Bas, style nzuri si hii ya kwenda 90 days hapana. Ni ya kwenda kama wiki unajipea siku 2 ama siku 1. Yaani unapata nguvu kila wakati, unakuwa empowered. Na walinichukua vizuri. Yaani uwe naenda fasting fupi. Hii si kusema 40 ni mbaya, 21 ni mbaya, 7 ni mbaya, sisemi hivyo. Lakini nasema hizi fasting chache zina baraka yake. Unaendelea na shughuli zako za kawaida na hakuna mtu anaweza jua you are fasting, but wewe unakuwa a powerhouse. Mwambie jirani, you can become a powerhouse. Hallelujah. Imagine wewe powerhouse, mimi ni powerhouse. Mwambie jirani powerhouse. Yaani wewe ni nguvu. Wakija kujaribu atakuelekea biashara yako na mapepo hivi, wanaona moto ukiungua na wewe hujasema kitu. Hata mchungaji mmoja alinipendeza, alikuwa anapreach kwa crusade. Mwenda wazimu akatoka huko tu akiwa na kisu. Watu wanaanza kumzuia. Anasema hapana, mwachilieni aje. Akifika mahali fulani anaguswa na nguvu za Mungu, anaanza kugagana akifanya vituko.
Anasema we are not empty. We have the power of. Alikuwa anasema kama muweda wazimu anaweza kuja anichome na kisu, basi mimi sina nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu zinakuwa zimenisalau. Akija na kisu yake, anaanguka hapo na kisu, anafirigika mpaka tumuzuie kufirigika. Si hata wewe uwe hivyo katika jina la Bwana. Uwe na power. Wakifikiria mambo hawakuwezi. Funika macho tuombe kila mmoja kwa jina la Yesu. Mwenyezi Mungu, ninakupa sifa na inasema ni asante. Tuatamani nguvu zako. Tunaizi kwenye vipindi vya nguvu. Hatutaenda kwa wagaga na wachawi. Sisi tunaamini Jehova. Tunaamini malaika watakatifu. Tunaamini nguvu za Roho Mtakatifu. Hatutaki kuwa kanisa dhaifu. Lina mfano wa utaua. Limelikana nguvu za Bwana. Tunataka sisi kutembea na nguvu zake Mwenyezi Mungu. Oh Bwana, tunataka kutembea. Tunawakilisha ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu sio maneno matupu, ni nguvu katika Roho Mtakatifu. Sio maneno, ni nguvu. Bwana, tunaomba achilia nguvu juu ya kila moja. Achilia nguvu juu ya kila moja. Achilia nguvu juu ya kila moja. Achilia nguvu ya kila moja. Naomba ndira zivujike kwenye nyumba hiyo katika jina la Yesu. I'm breaking every yoke. I'm breaking every chain. I'm breaking every power of the enemy. Whatever the enemy have used to connect us to himself, I'm starting to break. I break every yoke. I break every chain. I break every satanic power. I break every force of darkness. In the mighty name of Jesus Christ. Lord, let there be a display of your power in this house. Let there be a display and a manifestation of your power in this house. In the mighty name of Jesus Christ. Power of God manifest in this house. Anointing of the Holy Ghost manifest in this house. Power of God manifest in this house. That your people shall be empowered. That your people shall be quickened by the power of the Holy Spirit. That our lives and our ministries will experience a difference in the name of Jesus. Sababu tunawakilisha ufalme wa Mungu. Tunakataa udhaifu. Tunakataa unyonge. Na tunakiri sasa Bwana, twahitaji upako huo. Twahitaji upako. Twahitaji neema. Twahitaji nguvu zako zifanye kazi katika maisha yetu, katika afya zetu, katika biashara zetu, katika ndoa zetu, katika kazi ya mikono yetu, katika kanisa letu, katika institution tunazosimamia, katika jina la Yesu. Hakutakuwa na nguvu za giza zinafanya kazi. Zikinja zinachomwa na moto wa Bwana. Zikijaribu kuingilia watoto na watenda kazi, zinashindwa mapema kwa jina la Yesu. Maana wewe ndio unatenda kazi Bwana. Mungu, weka ndani yetu tamaa, weka ndani yetu kiu. Tuonee kiu, tuonee shauku. Uwepo wako, nguvu zako, upako wako na kibali chako. Oh Bwana, hata jamii zetu tunaomba kiu kwa ajili yako, ili generational curses zivujike. Ndugu zetu waokolewe, dada yetu zatu waokolewe. Oh, watu wa ukoo wetu wakombolewe. Wasikadamishwe tena na mapepo, wasikadamishwe tena na mashetani, wasikadamishwe tena na nguvu za giza, katika jina la Yesu. Father, I give you praise and I give you glory, because you are together with us and you are releasing your power over our lives. Tuinue mikono yetu kama Isaya ya saleda mbele za Bwana. Mwenyezi Mungu Baba wetu, kwa jina la Yesu, tunasaleda mbele zako na mbele uwepo wako. Tunaomba uachilie nguvu zako juu ya maisha yetu katika jina la Yesu. Upako wako ushuke juu ya kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Upako wa Bwana shuka juu ya huyu mzee. Upako wa Bwana shuka juu ya huyu mama. Upako wa Bwana shuka juu ya hawa wadogo na wadada vijana katika jina la Yesu Kristo. Oh, Roho wa Bwana, asante maana unaguza kila mmoja wetu. Upako wako unashuka tena kwa nguvu, unashuka tena kwa uwezo, unashuka. Oh Bwana, guza watu wako. Guza Bwana, kuanzia nywele za kichwa mpaka nyayo wa mguu. Na achilia upako utembee. Upako utembee. Upako utembee. Upako utembee katika jina la Yesu. Minyororo ikatike na nira zivujike katika jina la Yesu Kristo. Shakaraba na maganda rabono moshanda. Rikaza kama mashaka rabono moganda.
Glory and Ira Zaira Mamaganto Ropono Moshita. Kayara Bana Magando Ripolo Posika. Glory and Ira Zaira Mamaganta Rabona Maganda. Yes, receive God's power in your life in the mighty name of Jesus Christ. Power of God, anointing of the Holy Ghost, come down upon your people. Come down today and now upon your people in the name of Jesus. We refuse weakness. We seek the Lord and His strength. We seek the Lord and His power. We seek the Lord and His divine power in the mighty name of Jesus Christ. We give your name praise. We give your name glory. We want to be a terror to the kingdom of darkness. We don't want to be a terror to evil spirits. We want to be a terror to the agents of the devil. When they see us, they will see fire. They will see fire. They will see the presence of God. And your name will be glorified forever. We thank you, my Father, and we bless you. For this we are asking in Jesus' name. Shall God's people say? Tumshangilie Bwana kwa makofi. So Mwenyezi Mungu atubariki sana. Tunapoketi mbele za Bwana ili tupokee matangazo. Tangazo moja ni kwamba tuna mikutano katika wiki hii.